mimi mbona siwezi? Haelewi yani. Kama mtu fulani anavyowaza. Kumbe wenzako anakatwa nyeti. Mwaka mmoja baadaye yule mama amekimbilia kwetu. Ni mweupe kama hivi, kama mtu fulani. Jamila. Amechoka. Mgongoni utafikiri pundamilia. Ndio maisha yalivyo, lakini huwa tunasahau. Ndio hivyo inavyokuwa. Sasa nikamuuliza, wewe umewezaje? Ni mwaka mmoja tu uliopita ulikuwa unashangaa. Nini imetokea? Asema wewe kijana, unajua wewe una ndoo, haya mambo tuachie sisi. Tena anakuona nafuu. Anasema haya mambo tuachie sisi. Sasa anakuambia wewe umwachie. Kwa sababu mimi sijaoa wakati huo. Anasema haya mambo tuachie sisi. Tunaelewa. Kwa hiyo mimi naelewa feeling ya kabla ya ndoa na feeling ya amwache mwari wetu bwana. Sio kwamba kuna mtu nampisha hapa. Mtu ana ndoto yake ndio. Mimi naongeaga kimafumbo lakini nasema atakuwa anabeba kimoja. Mbona kuna ndoa zimetulia tu huko. Ziko wapi? Labda ziko kaburini. Sasa wiki iliyopita nilifundisha time management. Kuna watu wakaandika message. Na mimi natamani kushare vitu na watu. Au watu wanaitwa critics wa tesi. Mtesi ni mtu yule ambaye ukija na jambo lako yeye lazima ataikosoa. Na mimi sometimes napenda kushirikisha watu. Huyu bwana amesema problem ni kwamba huwezi kuongelea ujasiriamali wakati wewe umejasiria za umma. Umeelewa? Yaani hatujamuelewa huyu kijana. Huwezi kuongelea ujasiriamali wakati wewe umejasiria za umma. Yaani mimi sasa kisirani ana hela. Kama kiongozi wa kisiasa anahisi kama yaani wewe unatumia fursa kupitia serikali. Kama uelewi shida zao. Alafu unatuambia sisi unajali muda na bla bla za namna hiyo. Ni exactly sawa na wachungaji wanaohubiri muujiza wa utajiri wakati wao wakimaliza wanachangisha. Hiyo point ni kubwa. Akifanywa DD inaitwa due diligence, yani upembuzi. Kaandika na Kiingereza huyu baba. Ni msomi kumbe. Utakuta yeye sio role model wa ujasiriamali bali ni fisadi tu. Akiwa muungwana afundishwe ni jinsi gani corruption na fraud na watoa watu, wala sio hadithi zake za saving and time management. Atapata ujumbe. Sasa hii mimi nimeileta kwa wadau kwamba je, hapa mimi nafundisha nafundisha nini? Nafundisha kuna kitu aliandika hapa ujasiria za umma au yani ujasiria za umma wake ndio ujasiria mali za umma nataka kusema. Kwa hiyo baadaye nitataka nipate maoni ya nini ya kwamba huyu mtu yeye amemaanisha kwamba yani wewe huelewi changamoto zao ama ni kama anahisi kwa nilipomwelewa mimi ni fisadi fulani ambaye nimpata hela serikalini. Unawatia tu moyo lakini wewe maisha yako yanaenda vizuri. Ukiongea hakiakisi maisha yangu. Okay. Nikamwambia rafiki yake ile alikuwa hajaona form za kugombea. Nikamwambia rafiki yangu aliyenitumia message. Nikamwambia ukijaribu mimi sifahamu huyo mtu lakini mimi ninavyoona huyu amepigika. Hata leo ana shida. Aliituma kwa mtu mwingine kumbe. Alafu mtu mwingine kanitumia. Sasa baadaye nitatamani sana nipate feedback ya nani? Ya watu wasikilizaji. Huyu ana hasira maisha. Hicho Kiingereza hata kisikutishe. Maisha yamemkunja. Maisha yamempiga kwa nani roba. Huyu ndio ile sasa amekazi ya kuisema serikali. Ndio. Sasa hivi mambo yake hayaelewi. Huyu analaumu tu. Mtu achie kesho tutaanza naye. Na leo nikamwambia yule rafiki yangu. Mwambie sikilize kipindi kwa sababu hii nitaitoa kama reference point. Yeye mwenyewe pia hamjui, alikutumia message hamjui aliyetuma. Aliyenitumia message anamjua lakini akasema sitoi source yangu ya information. Lakini nikamwambia kipindi ni saa 6 mpaka utamjua tu wala hautamaliza siku ya leo. Utamjua tu. Sasa na mimi nimerusha jiwe gizani. Yaani mimi huyu bwana kila nikiangalia ni mtu kama ana taabu fulani kwenye maisha. Maana namna alivyo ana wivu pia maisha. Mafanikio. Kwa sababu sioni kama ananifahamu mimi vizuri. Kama angekuwa ananifahamu vizuri asingesema mimi ni fisadi. Unajua kuna watu wanapambana na maisha yao tangu miaka hiyo. Wamekuja kwenye siasa wakiwa na maisha yao. Kujui, amekujua juzi ukiwa meya. Amenijua juzi nikiwa meya. Kwa hiyo anahisi pesa umezipatia hapo. Natamani sana hata akiweza kuchangia kwenye mada vizuri sana leo kwenye. Na ni msikilizaji wetu atakuwa? Sijajua sasa. Aidha kwenye clip au msikilizaji wetu. Moja kati ya hizo mbili. Atakuwa anafuatilia masomo yako. Lakini ninachotaka kusema wasikilizaji wetu pia wafanye nini? Waweze kujadili. Si tuendeni kwenye
mada. Kwanza niwashukuru, juzi mlitangaza nafasi za kazi. Mimi nataka watu 3 kaja watu 35. Lakini nafikiri mlitangaza nafasi za kiume, si ndio? Wanawake walikuwa 20. Sasa sijui wale ni wanawake wa kiume au namna gani. Na tuliwaambia hapa nataka vijana wa kiume. Labda wale wanawake walijitoa muhanga tu wakaona waji. Wengine wakawa wamekuja na waume zao. Hiyo nzuri. Ila imenifikirisha nikawapa kipindi cha ujasiriamali pale. Kwa kama dakika 15. Nikamwambia sasa, kwa sababu kipande cha keki ni kidogo, tutachukua majina yenu wote, tutakuwa tunaita kwa zamu au watane na wao kwa 35. Basi leo tukiwapa watu hawa, kesho tutawapigia simu watu, yani grupu nyingine watu wamekuja na waume zao. Alinifurahisha alikuwa mmoja zaidi, wakati mimi natoa ushuhuda wangu wa nani wa kusave hela kupitia lunchbox, kupitia ukipata 10,000 unafanyaje ili walau bakiwe na hela. Nikawauliza, nina 10,000 hapa, kwa hiyo yote ambaye atanionyesha kama alielewa somo langu la saving. Mmoja akanyosha mkono, nikamwambia umesave nini wewe? Akasema mimi nakuja na chakula cha mchana. Nionyeshe. Akanionyesha. Kweli aliondoka na ile 10,000. Kwa hiyo yule nafikiri ameelewa. Unaona? Kwa hiyo nafikiri somo inafanya kazi. Nikawafundisha nguvu ya 10,000 ambayo ndio kazi. Ni pesa wanayolipwa kwa siku wakija kufanya vile vibarua. 10,000 kwa siku sio ndogo. Ndogo, lakini ndio hivyo, ndio hilo unalipwa. Sawa, na nguvu yake pia unafundishwa. Mwenyewe tukihesabu mshahara wako ukifika 10,000 kwa siku. Ni watu wa maofisini nyinyi. Ni baraka kuvaa vikoti tu. Vikoti vya suti. Nivaa vizuri nini? Lakini 10,000 kwa siku inaishia barabarani. Kama unafanya kazi Sunrise umekodishwa kwa Mrombo, hiyo hela yako unatembelea tu kwenye gari. Kwa hiyo unaona useme mimi sasa. Tumesema mtu yote. Tumesema tu namna inavyofanya nini? Namna mambo yanavyokwenda. Sasa kuna unakumbuka tuliongea pia wale vijana kwa Mrombo kwenye nyama choma. Namna ambavyo sisi tungetamani kuwaona. Akanipigia simu mtu mmoja akaniambia tatizo la uchafu pale pia inahanikizwa na wale maafisa wa afya. Maafisa wa afya inaonekana kama hawafanyi sehemu yao. Hawako serious na kwa hiyo hao maafisa afya nafikiri waachie. Si mna muda wao. Tuwachape maafisa afya. Maafisa afya tunawachamba vizuri. Ule utaweza. Wakikosea. Tunawachamba kwani tunamtaja jina. Pigo na ile fagio la kichwa nataka. Wapende kwenye mshono kwa sababu inavyoonekana tatizo lipo kwao. Na wale mawakala wa kuzoa taka. Na wanakuwa wakali wale, si jua sana. Kwa hiyo walinishirikisha kwa namba na wamesema leo watapiga simu. Tutaona. Sasa tuendeni kwenye mada yetu. Time management. Utunzaji wa nini? Muda. Tuaje kwenye maisha. Hivi nyinyi mnaweza mkajua nani wa kwanza kabisa kuanza time management duniani? Hatujui kwa kweli. Mungu mwenyewe Father God. Alianza time management wa kwanza kabisa duniani ni Mwenyezi Mungu ndo alopanga. Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Mwanzo cha Biblia alifanya kazi ya uumbaji kwa siku 7. Na ile kila siku alimanage. Time management maana ni kwamba unapangilia kazi zako na muda wako kwa muda wako. Hiyo ndio inaitwa time management. Ukiangalia Mungu alipofanya, ngoja nisomee Biblia kidogo kwa haraka. Kwenye kitabu cha Mwanzo wanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ndio. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unaona alifanya kitu alafu akaitafakari. Hiyo ni time. Kwa ile kazi yake uumbaji akasema ngoja nafanya mpaka hapa alafu naiangalia. Niko sawa. Wengi wetu huwa hatuna hilo. Ukianza kazi ni mpaka jioni, unajua kama imeenda vizuri au haijaenda vizuri wala hujui. Haya. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sawa Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga giza na nuru. Unaona hapa anatengeneza kama usiku na mchana ukiangalia. Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Ndio. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Si unaona Yes. Mambo ya mchana na usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Unaona kwenye siku ya kwanza Mungu alichofanya ni kazi moja tu ya kuumba nuru na
giza. Yani alijenga ametengeneza masaa 24 ya siku. Mchana na usiku. Unaona kuna management ya time hapo sana. Na hiyo kazi inatosha jamani kwa siku moja. Tunataka kufanya hii akaacha hii nusu, maana kuna nusu na wanafanya. Ukimpa Jamila kazi ataruka hapa atafanya nini? Unaona Haya. Anasema kwenye sura ya mstari wa 7, Mungu akafanya anga, akatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaita lile anga mbingu. Yaani mbingu huko juu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Unaona? Siku ya pili kwa hiyo kuna nini? Kuna nchi na mbingu zimetengenezwa. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Hapa panatengenezwa bahari na nini? Na nchi kavu. Angalia. Akasema Mungu akapaita pale pakavu nchi na makusanyiko ya maji akaita bahari. Mungu akaona yakuwa ni vema. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya ardhi. Ikawa hivyo. Nchi ikaota majani, mti utoao mbegu kwa jinsi yake na mti uzao matunda ambako mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona yakuwa ni vema. Nafikiri nimerudia. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 3. Siku ya 3 ilitengenezwa mimea. Si unaona? Tunaendelea. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili na majira na siku za miaka. Tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana, nafikiri alikuwa anaongelea jua. Na ule mdogo utawale usiku, akafanya nyota na nyota pia. Mungu akaweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Na kuutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona yakuwa ni vema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 4. Kwa hiyo nyota, mwezi na jua ilitengenezwa siku ya 4. Unaona Mungu anavyoenda yuko busy, systematic. Hakuna kukurupuka kutengeneza nini? Vitu vingi. Sasa Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao na kila ndege arukaye na kwa jinsi yake. Mungu akaona yakuwa ni vema. Mungu akavibarikia akasema, zaeni mkaongezeke mkayajaze maji ya baharini na ndege wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya ngapi? Siku ya 5 hiyo. Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake. Hapa anaumba wanyama sasa. Na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona yakuwa ni vema. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkaitawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ule juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 6. Ina maana Mungu alifanya nini? Alikamilisha kazi ya kuumba binadamu na vitu vingine vyote ambavyo viko juu ya ardhi siku 6. Kwa siku 6, na siku ya 6 akafanya nini? Akaumba mwanadamu. Akasema na siku ya 7 Mungu akaenda kustarehe. Kwa sisi tuliumbwa baada ya wanyama kumbe. Sisi ndio yani kwenye uumbaji. Usome Biblia. Sisi ndio viumbo wa mwisho. Jinsi ya kumfanya mume akupende ndio kitabu unachokisoma.
huyu mtu wa Mungu, alafu hata kitabu chake chenyewe akisoma. Umeniona? Hapo akipewa kitabu jinsi ya kufanya mume akupendi. Tuendelee. Anasema kitabu cha jinsi ya nini mume akupendi. Sasa unaona Mungu alifanya hiyo kazi kwa siku ngapi jamani? Siku 6. Siku 6. Siku ya 7 ndio akasema nini? Akapumzika. Akaenda, wanasema Mungu akaenda kufanya nini? Akaenda kustarehe. Siku ya 7 akasema Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akaenda kula bata. Kweli sio kweli? Kweli. Hivi nyinyi wa Afrika mnafikiri katika hizi siku 7 za ambazo Mungu alitumia, siku aliyoshika hasa ni kwa muumbaji? Ya 6. Alioniumba mimi. Siku leo kitu walichoshika hapa kwenye ardhi na mbingu hata zuzu. Zaeni mkaijaze nini? Dunia. Hiyo tunatambana. Hiyo kweli. Hiyo kweli. Na nini? Au kwa tajiri na mali zake. Maskini na wanae. Kwenda kufanya nini? Kustarehe. Starehe. Si ndio Afrika tunavyopenda? Kustarehe na hiyo kujaza nchi. Hiyo mnajani somo wameelewa mno. Hiyo hata watu wasipokula mchana kutu wanaelewa. Hamna tatizo. Sasa kwa nini nimesoma huu mstari na kipicho kile nilisoma kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo hiki. Ukiangalia Mungu alipofanya kazi, alifanya in a very systematic way. Cha kwanza lazima Mungu alikaa chini akasema hivi, hii kazi inaweza kufanya kwa siku ngapi? Akafanya hesabu kwa hivi kuumba anga na nini na kwaje, lazima itakuwa alikaa chini. Akasema hivi kuweka mimea, wanyama, maji. Alipomaliza sasa hiyo inaitwa planning. The time management yenyewe. Aliplan kwanza kwamba siku ya kwanza nitafanya nini, siku ya pili nitafanya nini, siku ya tatu mpaka siku ile ya kupumzika. Unaona Sasa hebu niwaulize nyinyi kati yenu, nani ana program ya wiki kati yenu? Na mimi tu. Hapana, nakujua una programu hiyo. Bora liende. Hakuna mmoja mwenye program ya nini? Ya wiki. Lakini wengine hawana hata program. Unasema ya wiki, ya siku pia mtu hana. Yaani kumwambia mtu saa 10 unafanya nini? Hawezi kujua na kwa mipango ya Mungu. Mungu sasa afanye. Sasa tusifike saa 10 Mungu akiamua. Au Mungu akipenda. Mungu anataka apendeje wakati alishakuamsha asubuhi? Unajua mimi najaribu kuambia mara nyingi mimi sasa nakurupushaka na mafundi. Hii kazi inaisha sana ngapi? Nasema mzee, Mungu akipenda mambo ya Mungu huwezi jua. Unataka Mungu aje akachanganye zege, akoroge sementi. Haiwezekani. Aweke sementi juu ya matofali juu ya tofali jingine. Kwa hiyo sometimes Mungu kuna vitu tunamsingizia tu. Tumpatisha dhambi Mungu. Sasa tuendeni polepole. Namna nzuri ya kutunza muda kwa matumizi sahihi. Ndawafundisha namna kama 10 au zaidi. Namna ya kwanza, lazima ukae chini, kichwani kwako ikae sawa. Kwamba lazima niwe na ratiba ya kazi ya kila siku, kila wiki, kila mwezi na kila mwaka. Lakini ndani ya ile siku lazima upange ratiba ya kila saa. Kazi zake za simu sasa huyu mtu. Kazi zake za nini? Za simu. Dalali anapigiwa simu. Nani anampigia simu? Mtu anataka chumba au viwanja. Yaani hakuna ratiba maalum. Sasa fulani ukaniongezea chumba. Iko hivi ni watoto. Kinachotokea hauwezi kuvurugwa ratiba ambayo huna. Nyinyi hamna ratiba, sasa unavurugwaje? Unasema dalali wa nini wa nyumba? Kwa kushinda nini hapo hapo shida nini? Shida si huwa wanapigiwa simu na wateja muda wote tu. Sasa wateja wasipopiga pia tunaweza kwenda Intel sasa hivi kuangalia kiwanja. Anaenda. Tunaweza hivyo. Twendeni na dalali. Twendeni na dalali. Huyo dalali ratiba tuanzie hapo. Si ndio? Dalali anajua kazi yake haina nini? Haina ratiba maalum. Lakini sina waka sana kama saa 11 alfajiri dalali anapigia simu. Anapigia kweli? Kuanzia saa 4 hivi. Saa 12 anapigia simu? Saa 1 anafukuzwa mwenye nyumba. Saa 2 anapiga simu? Hapana. Muulize ratiba yako ya kuanzia saa 11 mpaka saa 2 kwa wapi? Hana. Saa 11 alfajiri una ratiba? Siku inaanza saa 11 alfajiri. Mimi naamka saa 10. Yaani 11 kamili nimesha anza siku yangu. Na ukiangalia watu wote waliofanikiwa, angalia tabia zao zinafanana kwa 90%. Wanalala. Wanalala isipokuwa tajiri utanikosa. Wakamka saa 11. Unasikia? Wanalala isipokuwa wameprogram kwamba ikifika saa 11 kasoro wameshaamka. Na ukiangalia watu wengi wenye mafanikio huwezi kuwakuta ni wanene sana.
Bill Gates tunamwona wana mili ya size tu. Bill Gates tunamwona ni mnene. Hapana, kama wewe tu. Modeuji ni mnene. Ni chamba. Unasikia? Unajua kwa nini? Kwa sababu ukifika asubuhi si ile saa mwili kama umechoka kwenye usingizi.